Wanajeshi watatu wa Marekani wameuawa na wengine 5 kujeruhiwa vibaya katika vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran, kwa mujibu wa kamandi ya kati ya jeshi la Marekani CENTCOM. Hii ni hasara ya kwanza ya kijeshi ya Marekani kuthibitishwa tangu kuanza kwa mzozo huu mpya. CENTCOM haikutoa maelezo ya kina kuhusu mazingira vifo, lakini ilithibitisha kuwa Iran imelenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati kwa makombora ya masafa marefu na drone katika saa 24 zilizopita. Wengine kadhaa walipata majeraha madogo ya vipande vya vilipuzi na mtikisiko wa ubongo na wako katika mchakato wa kurejeshwa kazini, CENTCOM imesema, ikiongeza kuwa operesheni kuu za mapigano zinaendelea. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mashambulizi dhidi ya Iran yataongezwa nguvu katika siku zijazo. Baada ya mkutano wa usalama na waziri wa ulinzi Israel Katz pamoja na maafisa wakuu wa jeshi, Netanyahu amesema vikosi vya Israel vinaendelea kupiga moyo wa Tehran kwa nguvu inayoongezeka. Hizi ni siku za maumivu, alisema, akimaanisha mashambulizi ya Iran yaliyoua raia mjini Tel Aviv na Beit Shemesh. Ametoa pole kwa familia za wahanga na kuwatakia majeruhi nafuu ya haraka. Hata hivyo, hakusema wazi kuwa kampeni ya pamoja ya Marekani na Israel italeta kuanguka kwa utawala wa Iran, akisisitiza tu kuwa nguvu ya pamoja itawezesha Israel kupiga kwa uamuzi. Kwa upande wa Iran, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi amesema Iran inaweza kumteua kiongozi mkuu mpya ndani ya siku 1 au 2 kufuatia taarifa za kuuawa kwa Ali Khamenei. Tunaweza kuona uteuzi wa kiongozi mkuu ndani ya siku 1 au 2, alisema, akionya kuwa mauaji hayo yataufanya mgogoro kuwa hatari zaidi. Aliahidi Iran itaendelea kupinga kwa muda wote utakaohitajika. Wakati huo huo, CENTCOM ilikanusha madai ya IRGC kuwa meli ya kubebea ndege za kivita ya Marekani USS Abraham Lincoln ilipigwa na makombora. Lincoln haikupigwa, makombora hayakukaribia hata, ilisema, ikiongeza meli hiyo inaendelea kurusha ndege kusaidia operesheni. Kwa upande mwingine, ripoti zinazokinzana pia zimeibuka kuhusu aliyekuwa rais wa Iran Mahmoud Ahmadinejad. Baadhi ya vyombo vya habari vilidai aliuawa katika shambulizi la Jumamosi, lakini vyombo vya habari vya Iran vilisema taarifa hizo hazijathibitishwa na mtu wa karibu naye alikanusha madai hayo. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka Israel au Iran kuhusu hali ya Ahmadinejad.